Zameno haya. Lakini zaidi ya yote barikiwa mbona zidi kufuatia kwa njia ya mitandao ya kijamii. God bless you na neema za Mungu zipate kwa juu ya maisha yako. So ubarikiwa sana na kibali hiki kizidi kutumu sana ndani ya maisha yako. Hizi ni habari njema ambazo Mungu anatupatia nafasi kila siku kuja kuzisema katika mitaa mizuri ya Kariakoo. Na kwa kudra zake Mwenyezi Mungu na kwa neema hiki na kibali ambacho yeye ametupatia. Kadri tunapopata muda ndivyo ambavyo tunakuja kushia habari zozima. Na hii ni kwa sababu moja tu, bado Mungu anazidi kufikiria na bado Mungu anakupenda sana na anachohitaji ni apate kukusaidia katika maisha yako. Na ndio maana kila siku tunapokuja hii mitaa inatulazimu kupita katika kila sehemu kuja kutamka hizi habari njema. Na habari njema ni zipi? Ni pale ambapo umekata tamaa na pale ambapo una matumaini, unasikia kuna habari ya matumaini inayotangazwa. That is a good news. Na hiyo ndio habari njema ambayo tunazidi kuisema. Roho Bwana yuko juu yangu, Bwana amenipaka mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Hizo nyakati ambazo Kristo Yesu alipokuwa katika sinagogi na akamkabidhi gombo na nabii Isaya, akafunua kinywa katika maandiko ya Isaya 60, anasema Roho Bwana yuko juu yake na Mungu amempaka mafuta kuwahubiria maskini habari njema, vipofu kupata kuona, wafunga kufunguliwa kwao, na kutangaza mwaka wa Bwana leo kubalika. Akaleta tumaini katika maisha yetu sisi ambao tunazidi kuishi mitaa mizuri ya Kariakoo. Tuna kitu kizuri sana ambacho kimetufanya tuja katika mitaa kuja kuzieneza habari za uzima na habari za upendo wa Mungu. Kitabu cha Matendo ya Mitume tunakutana na habari ya mtu mmoja ambaye alikuwa shazoea kuomba kiwete. Alikuwa shazoea kuketi katikati kando ya mlango wa hekalu. Huo mlango ulikuwa unaitwa mlango wa mzuri. Huyu bwana akateseka miaka mirefu sana akiwa ni kiwete, hana uwezo wote, matumaini yamekata katika maisha yake. Akizoea kuomba fedha kutoka kwa watu ambao wametoka kufanya ibada, wanaomba fedha ili apate chakula cha siku, ili apate mkate wa siku. Hiyo siku ilikuwa ni siku ya bahati sana katika maisha yake na hata isahau katika maisha yake. Kuna moment ambazo nakutana nazo katika maisha yako ambazo nasema hizi ni unforgettable. Yaani hizi siwezi nikazisahau katika maisha yangu. Kuna matukio ambayo nakumbana nayo ambayo kuyasahau inakuwa ni kazi sana. So huyu jamaa ambaye alikuwa ni kiwete, alikuwa shazoea kuomba fedha katika mlango wa mzuri, karibia na mlango wa hekalu. Tunaposema hekalu, Wayahudi au watu wa zamani walikuwa wanaenda kuabudu hekaluni. Sinagogi ilikuwa ni sehemu ambapo watu wanaenda kujifundisha Torati. Ila katika sinagogi kulikuwa hakuna madhabahu. Ndio maana sinagogi kwa Wayahudi ni sehemu kama madrasa, kama Sunday school kwa Kristo. Ina maana sinagogi si msikiti. Unajua kuna elimu zingine za ajabu tu, mtu kaamka kara maharage, kanya supu 2000 anafundisha watu. Na hii sinagogi ilianzia wakati ambapo Wanaisraeli wametawaliwa, wamepelekwa Iraq, wameshoni mwa Babeli. Kukawa hakuna mahekalu ya kuabudu. Wakaenda kumwomba mfalme akakazia. Ndipo neno la Bwana likawashukia watu akasema tengenezeni visinagogi vidogo. Yaani kila nyumba kuwepo na sinagogi, yani mahali ambapo atajifunza Torati, wasije wakasahau viketa visinagogi. Kwa sinagogi ni mahali ambapo Wayahudi walikuwa na kujifunza Torati ya Musa. Ila hekalu ni mahali ambapo unamkuta yupo mchungaji wa hekalu. Yaani unamkuta yupo kuhani. Ila katika sinagogi ukutani na kuhani, unakutana na walimu. So hekalu ilikuwa ni sehemu ambapo maalum kabisa ambapo Wayahudi, na mahekalu ilikuwa la mfalme Suleiman. Lakini visinagogi vilikuwa ni vingi kwa sababu alikuwa anaruhusiwa kwa ajili ya kwenda kujifunza Torati. Kwa nini nasema hivyo? Unajua kuna baadhi ya elimu ambazo madanganya watu kitaa, kwa tunajaribu kuweka mambo yakae vizuri. So iko hivyo rafiki zangu. Huyu jamaa akazoea kuomba fedha kwa watu na ilikuwa ni desturi yake na maisha yake anaendesha kwa namna hiyo. Kaketi katika mlango mzuri katika hekalu hili akitarajia kupata fedha kwa watu wanaotoka kumfanyia Mungu ibada. Hiyo siku ameketi katika hekalu. Ameketi mahali pale katika hekalu. Biblia inaeka wazi. Hiyo siku wakati ameketi mahali pale, akaja mwanafunzi mmoja wa zamani sana anaitwa Petro. Petro ni nyakati ambazo Yesu alipokuwa anahubiri habari njema, alimkuta yuko feri anauza ngisi, pweza, dagaa mchele. Alikuwa ni mvuvi. Alipomkuta akamwambia Petro, sikia, sasa hivi nataka nikufanye sio tena mvuvi wa samaki, uwe mvuvi wa watu. Akamwambia nifuate. Alikuwa na kina Andrea, alikuwa na kina Yohana, wana ngurumo hao. Walikuwa shazoea kutupa jarife na maisha yao yalikuwa ni uvuvi. Yesu akamwambia Petro, sasa nataka nibadilishe maisha yako. Kuanzia leo utakuwa tena mvuvi wa samaki, utakuwa mvuvi wa watu. Utakuwa mvuvi wa nini? Wa watu. Kwa nini Yesu anamwambia Petro kama mvuvi wa watu?
Maisha ya mtu mwenye dhambi yanafananishwa na mtu ambaye amefungwa katika mtego. Kwa hiyo anahitaji kunasuliwa ili apelekwe sehemu salama. Petro anaambia utakuwa mvuvi wa watu, anamaanisha kwamba utatoa watu katika mahali pabaya, watu ambao ibilisi amefunga maisha yao, watu ambao wamefungwa na magonjwa, wamefungwa na ufukara, wamefungwa na gundu, wamefungwa na magonjwa ya kuroga. Utawatangazia kuwarudisha katika ufumo wa Mungu ambao mwanzo shetani alikuwa amewapoteza. So Petro anapewa assignment na Yesu kwamba kuanzia leo utakuwa mvuvi wa watu, si mvuvi tena wa samaki, uwe mvuvi wa watu. So Petro huyu alikuwa na Yohana. Yohana ni mwanafunzi mmoja ambao Kristo alimpenda sana, na ndio mwanafunzi wa mwisho kufa kwenye wanafunzi wa Yesu. Huyu jamaa walimtupia kwenye pipa la maji, pipa la mafuta linatokota, na mafuta amechemka, akaogelea tu. Akasema Yohana na kiburi, wakamkata mikono, akamtupa kwenye gereza, wakamkuta anaandika waraka wa Yohana, mikono imerudi. Maajabu haya. Wakasema Yohana atakufaje? Wakambeba mzima, wakamtupa katika kisiwa cha Patmo. Kisiwa cha Patmo hiki wakamtupia kule kisiwa ambacho kina baridi sana, kwa unakufa kwa baridi. Ndipo kule ambako Yohana akashushua revelation, ufunuo, akaandika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ndiyo kitabu ambacho kinafunga ukurasa mzima Biblia. Katika Biblia ukifunua mwanzo unakutana na mwanzo, mwisho unakutana na kitabu cha Ufunuo. Hichi ni kitabu ambacho Mungu anatuangazia mapigo na mambo ya ajabu ambayo yatatokea mwisho wa dunia, na vitu vya ajabu ambavyo vitatokea. Hata nyakati hizi ambazo tunaishi sasa hivi walitabiriwa, na katika kitabu cha Ufunuo yote aliandikwa. So tunaishi katika kukamilisha unabii, tunafanya maandalizi na utayarisho wa Kristo Yesu kurudi kwa mara ya pili. Huyu jamaa akakuta katika mlango mzuri, anaambia kwenye Petro, nipatieni chakula, nipatieni fedha. Anawakazia macho ili apate fedha kutoka kwao. Huyu mtu ambaye alikuwa hajiwezi, kiwete. Wakati Petro ilikuwa ni desturi yao yapata mida ya saa 9, yani saa 9, ilikuwa ni desturi yao kwenda kumfanyia Mungu ibada. Wakiwa wanaelekea katika hekalu, jiani katika mlango mzuri, mlango hekalu huu, wakakutana huyu bwana ambaye alikuwa ni kiwete. Yule jamaa akawakazia macho, ngadu. Kawakazia macho akina Petro na Yohana, akitarajia kupata fedha kutoka kwao. Si kwamba alikuwa wana fedha. Wanafunzi wa Yesu hawakuwa maskini, fedha alikuwa nazo. So jamaa kawakazia macho ili apate kupata fedha kutoka kwao. Angalia kitu ambacho Petro anafunua kinywa na anamwambia yule mtu, bwana sikia, sisi hatuna mali wala fedha ya kukupatia, ila tulicho nacho ndicho ambacho tunakupatia. Tulicho nacho ni nini? Kwa jina la Yesu simama na uondoke. Yule bwana alikuwa ni kiwete, miguu yake ikafunction na akapata kuamka, akaingia karuni akirukaruka, akisema nimepata uponyaji. Akaingia karuni akirukaruka, akawa so excited. Hiyo ni moment ambayo yule bwana hata isahau katika maisha yake. Yesu akamsaidia, miguu yake kapata kukanswa na akasimama na keke karuni akiwa na furaha. Maana yangu nini kusema hizi habari? Waebrania 13 mstari wa 8, Biblia inasema hivi: Yesu Kristo ambaye anamhubiri ni yeye yule jana, leo na hata milele. Narudia, Waebrania 13:8, Biblia inasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hii ina maana gani katika hili neno la Mungu? Nina Biblia hapa. So hebu ngoja niisome. Usije kasema mtumishi unatamka tu maandiko tu unasoma Biblia. Waebrania 13 mstari wake wa 8. Haleluya. Jamani, yani maandiko ya Mungu, sio maandiko yangu Maandiko yanasema Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Tunaposema ni milele ni forever, ina maana hana mwisho. Ni niko ambaye yuko. Sasa tunaposema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, yule bwana kina Petro alimwambia hatuna kile cha kupatia mzee. Hapo upati fedha wala urambi hata senti 100. Ila tulicho nacho ndio hichi, simama na uondoke. Kwa jina la Yesu, akataja kwa jina la Kristo, akapata kusimama na akapata kuondoka. Let me pray for you. Baba, katika jina la Yesu namwombea baba, neema yako Kristo ipate kwa juu yake. Tenge na kile na ubaya, mwepushe na kile na ubaya. Roho Mtakatifu kwa pamoja naye. Mwepushe na kile na adui. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Yesu anakupenda sana. Na mimi pia. Amen. Sasa kwa vile rafiki zangu,
Yule jamaa anaambiwa sisi hatuna mali wala fedha kupatia, ila tulicho nacho ndio hichi. Kwa jina la Yesu simama na uondoke. Akapata kusimama. Akatembea kutokea ile sehemu alipokuwepo, akaruka kuingia katika hekalu. Nimesema Ibrania 3:8 kwamba Yesu Kristo ni yule jana leo na hata milele. Tunapohubiri habari za Yesu, hatuhubiri habari ya story ya mitume wala tuhubiri habari ya story za manabii. Tunahubiri maisha. Ninapomsema Yesu ninahubiri maisha. Na huu ndio tofauti kati ya Ukristo na dini zingine. Tunapozungumzia habari ya Ukristo tunahubiri maisha, hatuhubiri story. Yaani ninaposema tunahubiri maisha ni kwamba tunapomsemea Yesu Kristo ni kwamba yeye anatenda kazi mpaka sasa. Hatuhubiri kuhusiana na story. 13:8. Hatuhubiri kuhusiana na story. Ni tunahubiri maisha ambayo tunayaishi. Ninaposema tunahubiri maisha ni nini? Ni kwamba miaka 2025 iliyopita, tukiachana na 26, wakati ambapo Yesu amekuja kwa jinsi ya mwili, amekuja physical not spiritual. Alipokuja kwa jinsi ya mwili aliwasaidia watu wengi sana ambao walikuwa na shida na matatizo. Wagonjwa aliwaponya, ambao shetani amewafunga maisha yao, Yesu alipanda kuwafungua. Watenda dhambi na wote ambao walikuwa ni wabaya, Yesu aliitwa rafiki watenda dhambi, watoza ushuru na wanyang'anyi na wezi. Kwa Yesu akawa rafiki yao. Kwa Kristo alitenda sana mambo ya ajabu na ya kutisha kwa watu ambao walikuwa na maproblem na shida kama hizo ambazo shetani alikuwa amefunga maisha yao. Na mara mwisho ambapo Yesu anaenda kukamilisha kusudi ambalo limefanya duniani, Golgotha fuvu la kichwa mwanaume anakata leo mida saa 9 kamili mchana. Yesu anasikwa siku ya 3 anapofuka. Maandiko yanasema wazi, baada ya Kristo kufufuka siku ya 3, anawapa agizo wanafunzi. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 na mstari wa 8, anawaambia nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Samaria, Yudea, yani mpaka misho ya nchi. Akiwa na maana hii, yani mtaenda kusubiri habari za uzima kwa kila mwanadamu. Kwa kila nani? Wanadamu, pasipo kujali kabila, dini, cheo wala namna yoyote alionayo. Everybody, kila mtu anahitaji msamaha wa dhambi na kusikia habari njema. Sasa hii ni habari ambayo Kristo ametuagiza kueneza habari njema kwa kila mtu atakayesikia. Na ndio maana tuko hapa, tueneze dini, tunahubiri habari ya upendo wa Mungu ndani ya maisha ya mwanadamu. So Kristo Yesu baada ya kutupa agizo, na ile agizo tunalitekeleza likiambatana na uhalisia kabisa wa maisha ya mwanadamu. Kwa tunapomsema Yesu, atuhubiri stories za mitume wala atuhubiri story ambazo zimeandikwa sehemu fulani, bali tunahubiri maisha. Ninaposema tunahubiri maisha na kuleta kwenye tafakuri za kawaida kabisa. Miaka 5 kurudi nyuma, wakati ambapo niko Mchikichini, nilipokuwa nasumbuka na drugs, sobe imedunda, pesa ndo nimedunda. Yaani ninapomsemea Yesu mzee, nimesema subiri story na hubiri maisha. So nikiwa Mchikichini niko mlive wa mavitu kama hayo na mazaga kama hayo, Yesu akanitokea. Huwa nashangaa baadhi ya watu nilikuwa na obisi, yuko ndio anatema mate. Sijui ni wajawazito. Yesu akanitokea. So Kristo baada ya kunitokea mahali pale, Biblia inasema baada ya kunitokea Mchikichini akaniondoa katika mambo mabaya na mambo maovu. Leo hii nina neno la ushuhuda kuja kulisema katika mitaa 5 years iliyopita. Kwa ninapomsema Yesu usihubiri story, na hubiri maisha kabisa ambayo tunaishi nayo. Waebrania 13:8 narudia tena neno kwamba Yesu Kristo ni yule jana leo na hata milele, kwamba alivyotenda zamani anatenda hata sasa, alivyoponya zamani anaponya hata sasa. Sasa tunahubiri habari za uzima mitaka lako ni kwa sababu namba 1, shetani hana urafiki na maisha ya wanadamu. Kitabu cha Yohana 10:10 Yesu anamtaja Ibilisi kwa namna hii. Anasema mwivi haji ili aibe na kuchinja na kuharibu, lakini mimi nalikuja ili mna uzima kisha mna tele. Yesu anaitaja kazi ya shetani na kazi ya Ibilisi ndani ya maisha ya wanadamu, anamfananisha sawa na mwivi. Mwivi anapoingia katika nyumba yako, hana muda kubeba, kama kikutana flat screen na chogo, hawezi akabeba chogo kwa sababu itamsumbua kuusha. Kwa mwizi anapoingia kwa nyumba yako, huwa anabeba vitu vya thamani ambavyo vitamrahisisha yeye kuusha na kupata doo mapema. Sasa shetani anapoingia ndani ya maisha ya wanadamu, anafananishwa na mwizi. Anaiba nafasi ya Mungu ndani ya maisha yako na anakuwekea mambo maovu na mambo mabaya. Iko hivi rafiki zangu, hakuna mtu aliyozaliwa na anajua kutukana. Ni maisha ambayo umekutana nayo. Katika lifestyle ambayo naishi, unakutana na watukanaji mafundi. Wanaanza kukufundisha kufunua kinywa na kutoa matusi na mambo ya ajabu. Kwa uzaliwi ukiwa unajua kutukana, ila tabia unaikuta duniani. Kwa unafundishwa na watu. Unapozaliwa hauzaliwi binifu tu unakuwa mwizi.
Lakini katika maisha ambayo unaishi, unaanza kuingia katika mkumbo wa vitu vibaya, mwisho wa siku unadumbukia katika dimbu la wizi. Unapokuwa unaishi duniani, au jaribu ni vutu na kujikuta na moka ugoro. Adharibu ni vuna kujikuta kufunua kinywa na kutupia vumbi lile katika kinywa chako, katika mdomo wako wa chini. Ni maisha ambayo kadri unavyoishi unakutana na watu ambao ni mafundi kubuya ugoro, wanakufundisha kubuya ugoro. Katika maisha ambayo tunaishi, au jaribu tu na kujikuta kuwa mzinzi. Katika prio machua, wakati ambapo unaenda unabadilisha mazingira kutoka utoto kwenda utu uzima, unakutana na watu ambao shazoea kufunua sketi, unakutana na watu ambao shazoea umaraya. So baada ya kumara nao, wanakuingizia spiriti za uovu ndani ya maisha yako, wanakufundisha namna ya kuzini, wanakufundisha namna ya kuzini, wanakufundisha namna ya kutongoza, wanakufundisha namna ya kumsaundisha mtu. Kwa hiyo unaishi katika mazingira ya uzinzi kila siku, lakini umezaliwa si mzinzi. Unapoishi katika mazingira kawaida, harakati za mtaa kutafuta doo, kuna mtu atakwambia ndugu yangu hapa Kariakoo utachunda kama usipotumia mzizi kutoka Sumbawanga au kutoka Kongo. Kwa wanakufundisha uchawi na namna ya kuuza kwa kutumia uchawi au majini ili upate wateja. Lakini ukuzaliwa na ajua mambo kama hayo. Sasa kumbuka kwamba ibilisi ni muongo sana. Muongo sana. Hizo tabia ibilisi amezimwaga ndani ya maisha ya mwanadamu. Na anachohitaji wewe ni kukufarakanisha baina yako wewe na Mungu, na usipate kwenda kuirithi pepo. Lakini maneno yanasema katika Injili ya Yohana 8:32, Yesu anasema kwa wakati ambao nipo duniani, mimi ni nuru ya dunia. Yesu amekuja kufitinisha kazi za adui, kazi ile mwovu ibilisi, na kutangaza mamlaka ya kiungu ambayo Yesu Kristo amethibitisha. Na ndio maana kila siku tunasubiri habari za uzima mitaa Kariakoo, kuwafunulia watu, kuwaelekeza na kuambia kwamba kuhusiana na uzuri wa Yesu na pendo la Mungu ndani ya maisha yao, ni kwamba yoyote anayempata Yesu Kristo ana testimony ya kusema. Yoyote anayemwamini Yesu Kristo ana neno la ushuhuda la kuambia watu habari njema. Mimi hapa kijana mmoja 25 years ninalo neno la ushuhuda. Ndio maana ujasiri 200%, sio 100%. Kwa sababu gani? Ninacho kinena nimekithibitisha, na ninacho kinena ninakiishi. Kwa kwangu mimi ni very simple sana kuhubiri habari za uzima na habari za Injili, kwa sababu si negotiate kuhusiana na habari zake Yesu Kristo. Ninahubiri maisha, ninahubiri uhalisia wa maisha. Ndio maana ujasiri nao kupita kila sehemu, kila chochoro, kila sehemu kumsema Yesu. Kwa sababu gani? Yale ambayo ameyatenda kwangu nimeona anazidi kuyafanya, na inanibidi tu nikuambie habari za uzima ili Yesu apate kukusaidia, kukutoa katika uteka na kukutoa katika sehemu mbaya. Narudia tena, shetani hana urafiki na mwanadamu. Mimi hapa ninahubiri, usiweke hata dosari moja ya kunichukia, kwa sababu utakuwa unajihangaisha. Unaotakiwa mchukie ni ibilisi. Mimi mwenyewe hapa namchukia kinoma. Kwa hiyo adui yetu sio mimi mhubiri na hubiri. Adui yetu ya mimi na wewe ni shetani, wala sio dini. Maana unaweza kuwa Muislamu na bado kaenda motoni. Unaweza kuwa Mkatoliki na bado kaenda motoni. Unaweza kuwa teji na bado kaenda motoni. Unaweza kuwa Sunni au Ahmadiyya na bado kaenda motoni. Kwa sababu gani? Unaweza kaitwa Sunni na bado kashinda kuacha sigara. Unaweza kuitwa Shia na bado ugoro kashinda kuacha. Unaweza kuita Mkatoliki na bado kazidi kuwa mzinzi. Unaweza kuita teji na bado domo likajaa matusi. Sasa hizi ni shida ambazo tunaishi nazo. Kristo baada kuja, na sasa hivi ambapo anazidi kutenda kazi katika ulimwengu wa roho, ni anataka kusaidie, akutoe katika ubaya, akutoe katika mateso, na akutoe katika uteka ambao ibilisi ameweka ndani yako. Alaize neshani Kariakoo, kwa sababu nuru ya Bwana imekuja na utukufu wa Mungu umekuzukia. Na sisi tutaona haya kuzisema habari za uzima, kwa sababu Yesu ambaye tumemsema, tumemthibitisha kimatendo, tumemthibitisha kifanya. Kinachotakiwa ni nini mkazi wa Kariakoo? Kuokoka na kumpokea Yesu. Ni very simple sana. Kinachotakiwa ni nini? Ni kusadiki na kuamini habari za Injili. Unajua bahati nzuri ni kwamba tunaposema kuhusiana na habari za Injili na ninapohubiri, situmii nguvu nyingi sana, kwa sababu kadri ninavyofunua kinywa changu na kuongea, Roho Mtakatifu anakuwa anakuonyesha wapi ambapo umezingua, wapi ambapo umempiga Mungu mzinga, wapi ambapo unatakiwa urekebishe. Sasa shetani anaweka kiburi ndani ya maisha yako, unajizima data. Unaona kama mhubiri alichohubiri sio kweli, unajizimisha. Sasa ukijizimisha, mimi nakuashia wifi. Yaani kuna tabia ambayo naweza nikaitouch. Unaona kabisa hapo mtumishi hapa kanisa nukia au vipi? Mara vile ananihubia mimi. Lakini shetani anakuwekea roho ngumu ndani yako. Awe amkaushie mhubiri, mkaushie tu, akimaliza ataondoka.
Lakini kama ungetendea kazi kile kitu ambacho roho njema na roho pole inakusemesha ndani yako kwamba mwanangu, muda umeshaisha, natakiwa upige mazaga ajabu kama unamfikiria Mungu katika maisha yako, lakini unachikichia, unajifanya uko mgumu kama madenge. Sasa ndipo uharibifu unapokuja katika maisha yako. Na hizi habari tunasubiri bure kwa kila mtu anayesikia apate uzima wa milele. Yesu Kristo yu hai. Yesu Kristo yupo tayari kukusamehe. Yesu Kristo yupo tayari kurudisha mahusiano yako ya kwanza ambayo umeyapoteza baina yako wewe na Mungu. Ni zaidi mahusiano yako wewe na Mungu umeyapoteza. Hauna connection na Mungu kabisa. Hauna connection na Mungu. Unaishi tu mradi unaishi. Sasa Mungu anachohitaji nirudishe connection yako wewe na yeye. Mwana mahusiano, muongee, mnene, akufundishe, akuelekeze namna kutoka kale yako na namna kuingia. Dhambi sio nzuri. Dhambi ni mbaya sana sana sana. Na kitakacho kufanya usiingie peponi sio kwa sababu unaswali swala 5. Mimi kuna mtu aliniibia na sigda nikiwa Temeke wakati natafuta kazi. Akaniibia ana sigda. Hebu angalia maajabu. Aliniibia simu. Kwanza hapo sikuamini. Yaani hapo nani wakati wangu sijakutana na Kristo. Akaniibia. Unaona sababu ya ajabu haya. Unaweza kuona sari lakini bado kuna vitu vyovyo vimekufunga. Mimi ninapohubiri injili nahubiria watu wote pasipo kujali dini, kabila wala dhehebu. Kwa sababu mbinguni hakuna Shia, mbinguni hakuna Madia. Mbinguni hakuna Episti, hakuna Katoliki wala hakuna TG. Heri wenye moyo safi, Mathayo 5:3. Heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomuona Mungu. Usijidanganye kujifisha kwenye kanzu na bangi umeshinda kuacha. Usijidanganye kuvaa kibandiko na ugoro umeshinda kuacha. Matusi yamejaa mdomoni. Unatutishia kanzu hiyo ambayo inauzwa Karume. Unafikiri mbinguni utaingia na mserereko wa kanzu? Unafikiri mbinguni utaingia na mserereko wa suti au umeshika Biblia? Unajidanganya kweli ndugu yangu wewe. Una baraa yanachoma Badilika Kidera. Acha tabia mbaya Sumani. Hizi ni habari njema ambazo tunazisema mitaa mizuri ya leo. Na bahati nzuri ni Ijumaa. Tunahubiri habari ambazo ndani yake hazina unafiki. Tunahubiri kweli ya Mungu. Barikiwa sana. Amen. Mimi nahubiri kweli ya Mungu. Na tunaposema kuhusiana kweli ya Mungu, God bless. Barikiwa sana. Mungu amekaza mkono wako. Amen. Na tunaposema kuhusiana na kweli ya Mungu, tunazungumzia maisha halisia. Kwa Yesu Kristo hata anachohitaji akusaidie tu. Anajua kuna vitu vimekufunga, anachohitaji akusaidie. Hizi habari ni njema. Na maana siku kuifuata katika mitandao ya kijamii. Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anabariki. Yesu ni tumaini tosha ndani ya maisha yako. Ampataye yeye amepata vyote. Ampataye yeye amepata vyote. Ampataye Kristo amepata nini? Amepata vyote. So acha kusumbukia ulimwenguni, mwamini Bwana Yesu upate uzima tosha ndani ya maisha yako. Tumeanza kusema kuanzia mwanzo nilipoanza mpaka midai ambapo naenda kumaliza. Maneno ya Mungu ni matamu kama sega razari. Tunaweza tukahubiri siku nzima hapa. Lakini kile kitu maandiko yanasema tuwe na kiasi. Kiasi katika kuhubiri, kiasi katika kunena. Na sisi tuna kiasi katika kuyasema maneno ya Mungu. Inachotakiwa ni nini? Wakati ambapo nipozidi kuongea na kadri ambapo Roho Mtakatifu ananipa nafasi mitaka yako. Kuna mambo ambayo tumehubiri mahali hapo na umesikia kabisa Mungu anakusemesha. Kwamba ndugu yangu natakiwa badilike na uanze maisha mapya. Nasema na mtu mmoja katika hii mitaa. Narudia tena. Yesu anakupenda na anachohitaji akusaidie ndani ya maisha yako. Namna kumpokea Yesu ni very simple sana. Warumi 10:9 maandiko yanasema ukimkiri Kristo kwa kinywa chako na ukaamini moyoni mwako kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utakuwa umepata wokovu, salvation. Wokovu maana yake ni msamaha wa dhambi. Kuna watu wanasema hamna kuokoka duniani. Ni kipofu ambaye anaongoza kipofu mwenzake. Kwa wote mtatumbukia katika shimo. Katika Biblia kuna kuokoka duniani. Maandiko yanasema na watakatifu ndio wale wanaomwabudu Mungu walioko duniani, na Mungu ndio ambaye anapendezwa nao. Kwa hiyo mzee, tunachanga karata hapa. Chunga usije karamba garasa. Ni game itakuwa ni maisha. Tunasukuma kete mali hapa, ni one touch turudi. Wewe usije kafikiria kuna mbadala wa maisha. Hapa duniani ni mchakato. Kwa hiyo tunatubu hapa duniani na tunaishi maisha matakatifu hapa duniani kwa uwezesho wa Yesu Kristo ndani ya maisha yetu. Yesu anakupenda sana rafiki yangu. Sana, zaidi ya sana.
na alitoa uhai wake pale msalabani ili akupatie tumaini ndani ya maisha yako. Na nyakati hizi njema ambazo naenda kukamilisha, nitaenda kukuombea. Najua kwa nanifuatia kwa njia ya mtandao wa kijamii, hizi ni habari njema. Hasa wewe kijana mwenzangu ambaye bado hujamwamini Yesu. Yesu anaokoa, Yesu anaponya. Kaniondoa madhaga mabani kwa nao miaka 5 kurudi nyuma, nikiwa nasumbuliwa na ubarozi, marijuana, drugs. Yesu akaniokoa, akavifuta vyote, mpaka leo nakuhubiri habari njema. Huyo Yesu ndo ambaye anatutuma tuziseme habari zozima katika mtaa. Yesu anakupenda sana. Basi nitaenda kuomba kukamilisha kwa ajili ya kuelekea mitaa mingine, ili neema ya Mungu ipate kwa juu ya maisha yako na kibali cha Yesu Kristo kipate kuongoza juu ya maisha yako. Kokote kule ambako uliko, utakapofikiria hii sauti, Roho Mtakatifu anakukumbusha unaporudi nyumbani na kila sehemu. Pale utakapo sikia sauti ya Mungu na inakwambia kwamba inatakiwa uanze maisha mapya, inatakiwa badilike na uanze kweli maisha mapya. Basi mimi nitaenda kukombea, afu then nitakuwa naelekea mitaa mingine, lakini baadaye mwishoni nitaenda kusema natokea kanisa gani na mahali gani ambapo ninaabudu. Baba, nalitukuza jina lako. Asante kwa mtaa mzuri huu ambao nimekuja kwa sema maneno uzima. Tunakushukuru Bwana kwa kuwa Roho Mtakatifu unatusaidia kila siku tunapokuja na tunapofunua vinywa vyetu, tunazisema siri za kiungu ambazo ndani yako mfalme umezificha. Niseme nini mbele zako Bwana zaidi asante? Wapo wa Tanzania waliosikiliza mahali hapa, na wapo watu wa mataifa ambao wamekuja Tanzania, Kariakoo, Dar es Salaam, yamkini kufanya biashara au yamkini wamekuja kuvisit na kuangalia uzuri wa nchi yetu nzuri ya Tanzania. Ninaomba neema yako Kristo ipate kwa juu yao wanapotoka na kurudi katika familia zao na nchi zao. Kibali chako mfalme kipate kwa juu yao. Na zaidi ya yote, ninaomba kwa wote ambao walikuwa wanafuatia kwa njia ya mtandao wa kijamii, ninaomba kibali chako Mwokozi na neema yako mfalme ipate kwa juu yao. Na kila tendo lolote ambayo ibilisi amelifunga ndani ya maisha yao, ninalifungua katika jina la Yesu. Na Roho Mtakatifu kaangazie, ukawape toshele kutosha katika maisha yao. Na kila dhamiri zozote na kila spirit ambayo ibilisi amefunga ndani ya maisha yao, tunaifungua katika jina la Yesu. Ninatamka anayeziene sharika yako, kwa sababu nuru ya Bwana imekujilia na utukufu wa Mungu umekuzukia. I prophesy arise and shine word, kwa sababu nuru ya Bwana imekuja na utukufu wa Mungu umekuzukia. Na hizi ni habari njema za Yesu Kristo tunazinena katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. God bless.